Yes, Azam FC wako hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya kusaka vipaji, na kama unavyojua taratibu za Azam, wao wanaanza chini, wanachukua vijana wadogo kabisa, wanaanza kuwapika kwenye academy, lakini vile vile wakishakuiva sasa wanajiunga na timu mbalimbali za Azam kulingana na makundi ya umri ambayo yapo, na wao wanazingatia mpaka kufika kwenye timu kubwa ya mwisho kabisa ambayo inacheza ligi kuu Tanzania bara. Karibu sana mtaalam, mambo yanasemaje? Fresh kabisa. Harakati ni kheri, ni kwema. Mambo mazuri. Mambo mazuri. Zanzibar mambo yanakuaje mabaya? Zanzibar ni njema, iko shwari. Atakaye aje. Na ushakuja. Tumethibitisha kwamba atakaye aje na sisi tupo hapa. Of course tumekuwa na wakati mzuri uwanjani na nje ya uwanja. Kwa hiyo obvious atakaye kuja na aje. Okay, karibu sana. Wengi wanatamani kukufahamu kabla ya kuanza mazungumzo yetu haya mafupi. Mimi naitwa Athman Bemelengo, ni mratibu wa ufundi wa masuala yote ya ufundi kwenye academy ya Azam FC, lakini pia ni kocha mkuu wa timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 kuelekea kwenye msimu wa ligi 25-26. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuangalia namna ambavyo tunaweza tukapata vijana ambao wanaweza kuingia kwenye mfumo wa mafunzo wa academy yetu, ili kuona namna ambavyo tunaweza kuendeleza, tukaona kesho yake itakuwa vipi. Hali mnaionaje Zanzibar tangu mfike? Leo ni siku ya pili, jana mmefika, siku ya kwanza mmefanya na nini? Vijana mnaonaje? Nafikiri yako mengi ya kusema kuhusu hali ya michezo, hali ya soka la vijana Zanzibar. Nafikiri kitu cha kwanza ni namna ambavyo serikali inasaidia hizi harakati kuwa rahisi. Unaweza kuona uwanja ambao tunatumia kufanya ni mpya, na kuna hata wananchi wa Zanzibar ambao hawajui hapa kuna uwanja, lakini timu na walimu wanajua kwamba kuna uwanja. Maana yake ni sehemu muhimu ama kitu muhimu cha maendeleo ya vijana kimeongezeka. Hata mahali kwingine ukipita unaona kuna viwanja vingi ambavyo vinatengenezwa ama vimeshatengenezwa na vimekamilika. Kwa hiyo nafikiri ni kazi kwa walimu na hizo academy kufanya kazi kwa kiasi kubwa, ili kuhakikisha kwamba wana match hizi juhudi ambazo zimefanyika, kuona wao wanakuwa na miundombinu mizuri ya kufanyia kazi. Lakini pia ndani ya kiwanja naweza nikasema hawajawaangusha ambao wanafanya hizi jitihada. Vijana wengi ambao wamekuja unaona hawako mbali sana, kwenye level fulani wanaonekana wana misingi ambao nafikiri naweza ikarahisisha safari yao hao vijana, namna ambavyo unaweza ukaona cha kuendeleza kinaweza kuwa ni kitu gani. Ni tofauti sana na ukienda mahali ambako kijana hata hizo basics eneo la ufundi wa kijana mpira wenyewe bado inakuwa ni changamoto, lakini kwa hapa mashallah kwa hali fulani vijana wana level nzuri ya kuanzia. Hasa vijana ambao wako very exciting ni wale ambao wana umri chini ya miaka 15, chini ya umri wa miaka 14. Wakicheza ni mechi ambayo ukikaa nje unaweza ukashindwa kuamini kama wana huo umri. Hiyo inakupa picha kwamba hali ni nzuri na makocha wanafanya kazi kubwa. Siku hizi mambo yako wazi, teknolojia imekuwa. Zamani unajua, zamani ulikuwa ukishiriki labda enzi zenu nyie kabla mjao huko watu wa ufundi, ukienda kushiriki vitu vinakuwa vimefungwa sana. Basic zile ambazo mnazizingatia ili mchague mchezaji bora mnayemhitaji ni zipi? Cha kwanza ni kuangalia malengo ambayo sisi tuko nayo kama academy, kama club. Ukisha kuwa na hayo malengo ambayo uko nayo, ndo anakuja kutafsiri aina ya huyo mchezaji ambaye unaweza ukaona mhitaji. Of course pia jana ilibidi kuzungumza na makocha kwamba inawezekana kwenye timu ya kwako una mchezaji ambaye unaona wewe huyu wakija watu hawataki kumwacha, lakini sisi tunaweza tukaja na tukaondoka na ambaye haukumtarajia kwa sababu ya hayo malengo ambayo tuko nayo, ambao mwisho wa siku anatafsiri hivyo vigezo ambavyo tunakuja navyo. Azam FC iko na mradi wa kuzalisha wachezaji ambao wanaweza kucheza mpira barani Ulaya. Tuna partnership na timu ambayo iko Sweden inaitwa IK, lakini tuna partnership na baadhi ya mawakala wakubwa barani Ulaya kwenye nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo tumesafiri mara kadhaa kwenda huko kujaribu kuona soko la huko ambako tunapalenga sisi linahitaji nini, ambalo mwisho wa siku ndio linatafsiri kile ambacho tunakuja kukitafuta kwenye safari za kusaka vipaji. Kwa unahitaji mchezaji ambaye kwa kiasi fulani ukimwangalia na ukijaribu kutrace historia yake na familia yake, anaweza akawa anakuwa kwa maana kufikia height kiasi fulani ambayo inaweza ikawa rahisi yeye kupata nafasi sokoni. Kama ambavyo unaona wachezaji wa Afrika ya Magharibi tunasema wengi wako Ulaya wengi, lakini ukipata nafasi ya kuwafuatilia mmoja mmoja
utaangalia miili yao ni mikubwa, wana height kubwa. Haimaanishi ambao hawana miili mikubwa hawapati nafasi, lakini wanatakiwa kuwa na kitu cha ziada ili wao kuweza kufanikiwa kwenye hilo soko. Hicho ni kigezo cha kwanza ambacho sio cha kukipuuza, lakini uwezo wake mchezaji kwa maana ya misingi ambayo yuko nayo, potential ambayo unaweza ukaitafsiri kwamba huyu yuko nayo, tukienda kuongeza hivyo vitu ambavyo sisi tunaweza kuviongeza, anaweza kuwa. Iko ni kigezo cha pili, lakini kitu cha tatu ni personality, character yake, muonekano kwa ujumla. Sio muonekano, lakini ile ushindani ambao anaweza akawa nao, tamaa ya kufundishika na akakuwa. Kwa sababu unaweza ukachukua mchezaji ambaye yeye akifika Azamu anaona mimi nimemaliza bwana. Nilipokuwa Zanzibar ndoto yangu ilikuwa ni kufika Azamu. Nimeshafika. Kwa hiyo ukianza kumsukuma twende huko ambako unakufikiria anaweza asiwe anafika, lakini ushindani, character yake, personality yake, anaweza akawa ana utayari wa kuchukua majukumu makubwa na hatua kubwa kiasi gani. Unaweza kuiassess tangu wakati unamuona akiwa hapa, uwezo wake wa kujimiliki mwenyewe na kumiliki maendeleo yake mwenyewe ni kitu ambacho kwenye mchakato wake wa kuitafuta hiyo kesho yake inaweza ikawa rahisi. Kwa nafikiri kwa kiasi kikubwa hivyo ni vitu ambavyo tunavipa nafasi kubwa na kuvitazama. Tukiwa ukingoni, mambo ya mwisho, bado mnaiona Brazil ile ambayo ilikuwa ikizungumzwa zamani, ukiwa nje unasema Zanzibar ni Brazil, sehemu fulani ambako mpira upo umetulia. Mkija sasa hivi kwa vijana wanaokuwa Gen Z, kizazi cha 2000 hapa, mnakiona hicho? Kama ambavyo nimeanza kusema kwamba kwenye makundi ambayo yako hapa, a very exciting group ni hawa ambao wana umri chini ya miaka 15, 14. Wako very exciting, wanaweza kushangaza. Yani ukiwa mtu ambaye umekuja kuangalia mpira kama shabiki, obviously lazima kiu yako itakuwa imetibika na utondoka ukiwa umefurahi. Na watu wengi ambao wanaizungumza Brazil ni kwa sababu walikuwa wanafurahia kuitazama Brazil. Kwa kama ukija kuwatazama hao vijana wakao umefurahi, maana yake unaweza kuona kwa tafsiri hiyo ya kwamba Zanzibar ni kama eneo ambalo linazungumzwa kwamba ni Brazil, maana yake kwangu nafikiri inaweza ikawa ina make sense. Lakini jambo zuri ni kwamba wana viigizo vizuri. Kwa mfano mtu kama Faisal Salum, wanaye Azam FC, wana among of the best in a league au kwenye nchi so far. Kwa hiyo nafikiri vijana kama wanamuona huyo kama kiigizo chao, nafikiri kuna kila sababu ya kuendelea kuifanya Zanzibar kuonekana Brazil. Kuwa vizuri zaidi. Wakimaliza hapa, wakifanikiwa kupita, wakaenda Azam, kambini mchujo unaendelea pia? Kwenye mchakato wa vijana kukua, mchujo haujai kuisha. Mchujo ni kila leo na kila kesho, na nafikiri hiyo inatafsiri kwamba kijana mwenyewe anatakiwa kujua kila siku anatakiwa kufanya kazi. Kila siku anatakiwa kufanya kazi. Na sipofanya kazi atakuja mtu ambaye atachukua nafasi yangu na anaweza aka. Lakini wapo ambao tutawachukua watakwenda kule, lakini wapo ambao ni wadogo sana, wako darasa la 7, wako form 1. Maybe tunaweza tukazungumza na timu zao hapa, tukazungumza na familia, wakaendelea kuwa hapa, alafu tukaja kufanya utaratibu wa kuwachukua baadaye. Okay, kwa hiyo issue ya masomo na nini, hiyo yote iko taken care. Bwana, shukrani sana. Shukrani Zanzibar, Azam mnafanya vizuri, mnatulisha, mnatunywesha, lakini vile vile mnahakikisha tunaangalia timu bora, bidhaa bora. Kwa hiyo ukitaka mpira, timu inakuwa bora, ukitaka kingine chochote, bidhaa bora zipo kwa ajili yako. Na tusafirisha pia. Ndio bidhaa hiyo. Huduma. Asante sana. Shukrani sana. Bwana, ndio hivyo, Azam wako hapa wanasaka vipaji. Leo ni siku ya pili, kila kitu kitakuwa sawa. So endelea kufuatilia Sajuki Online TV. Mimi ni Arkam Daba.